popote pale ambapo unatazama taarifa hizi za yanayojiri. Karibu sana, ni furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa hizi. Tumekuandalia mengi ikiwemo wanafunzi wanaorudi shuleni, tunafuatilia yote katika vituo vya mabasi na vile vile katika shule zile za sekondari za msingi. Hali ikoje? Vile vile tunafuatilia swala la mafuriko kuweza kufahamu hali zikoje. Kule Tana River hali ni mbaya, wanafunzi wakilazimika kupanda madau ili kuvuka na kuweza kuelekea shuleni, na kule Kisumu kuna baadhi ya shule ambazo hazijaweza kufunguliwa. Vile vile tutakuwa tukiangazia masuala ya kisiasa, tukifuatilia hali ilivyo katika bunge la kitaifa, hususan kutokana na kile kikao maalum ambacho kitakuwa kikiandaliwa leo adhuhuri kuhusiana na waziri wa kilimo Mithika Linturi. Ripoti kuhusiana na hatima yake iwapo atakuwa anasalia kama waziri itakuwa inabainika leo adhuhuri. Wanahabari wetu wako kule, Emmanuel To yuko kule kuweza kufuatilia kwa kina kile ambacho kitakuwa kinajadiliwa na wabunge. Mimi naitwa Suleiman Yeri, karibu sana kwenye taarifa hizi, lakini nataka tuanze kule katika shule ya Kakamega School ambako mwenzangu Ana Nochanda yuko pale kuweza kutathmini hali ikoje. Wanafunzi wanaingia katika shule kuanza muhula wa pili. Hebu tufahamishe hali iko vipi Ochanda katika shule hiyo kwa sasa? Naam, Yeri, kama tulivyotaja ni kwamba ndio siku ambayo ni siku rasmi shule zote kote nchini, ziwe za msingi ama za upili, ndio ambapo kwa baada ya kuchelewa kwa majuma mawili kutokana na lile janga la mafuriko ambalo kwa pakubwa kwa asilimia kubwa imeweza kuathiri wale ambao ni zile familia, na unajua wanafunzi wanatoka katika familia hizi, ziwe pengine ni shule ambazo zimeweza kuathirika kuloa maji ama katika makazi yao nyumbani kwao, na hivyo pengine ikitilafiana nyumbani basi pia inaathiri shule, na shule zikiathirika ziwe zote ziwe nusu, basi wanafunzi wote watakuwa ama mchakato wote wa masomo utakuwa ukiweza kuathirika. Na hivyo hii leo Jumatatu, siku njema kabisa, ukitizama hali ya anga ni shwari kabisa. Ukitizama nyuma yangu ni katika shule ya upili wa wavulana ya kitaifa ya Kakamega hapa katika kaunti ya Kakamega. Wanafunzi kwa makumi wameweza kuanza kuingia. Wakati huu ni saa 5, na hivyo ukitizama kwa makumi wanaanza kuweza kuwasili shuleni, lakini tunatarajia kwamba ifikapo pengine mwendo wa saa 7, saa 8, saa 9 wanafunzi wote, si hapa katika shule ya upili wa wavulana Kakamega pekee, ila katika shule zote nchini watakuwa wakiweza kufika shuleni na kuweza kuanza mhula ambao umeweza kucheleweshwa kwa majuma mawili kutokana na ile kero janga la mafuriko yaliyoweza pengine kuathiri nyingi ya shule nchini. Ila tuweze kuzungumza naye ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hii, Daktari Julius Mambili, aweze pengine kutueleza tu yeye kama pengine msimamizi. Utasongea hapa mwalimu, utueleze tu pengine nyinyi kama shule hapa, wewe ndio msimamizi wa hapa, mwalimu mkuu hapa, nyinyi kama shule kufikia sasa pengine wanafunzi wameweza kuanza kurejea, na majuma mawili yaliyopita kuna wanafunzi ambao walikuwa wameweza kufika hapa, na kama waliweza kufika walikuwa wanaendelea namna gani ama mliweza kuwarejesha nyumbani? Kama shule tumewapokea. Utaanza tu na jina kwa sababu pengine Majina yangu ni Daktari Julius Mambili, mwalimu mkuu wa shule ya kitaifa ya Kakamega School. Ningetaka kuchukua nafasi hii kusema ya kwamba tunashukuru serikali kwa kuwezesha wanafunzi warudi shuleni kuanzia leo. Kwa sasa tumewapokea wanafunzi karibu 300, na tunatarajia wengi waje wakati unaokuja kufikia saa 10. Tunatarajia kwamba wote watakuwa wamefika shuleni. Majuma mawili iliyopita hatukuwa na mwanafunzi ambaye alifika kwa sababu walisikia wito wa serikali ya kwamba wasifike shuleni, lakini kulikuwa na mmoja ambaye alikuja, na baadaye tulipojadiliana na yeye ikakuwa ni kwamba itakuwa vyema arudi nyumbani. Kwa hivyo akarudi nyumbani, na kwa sasa tunawapokea wanafunzi wote kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Nyingi za shule nchini maeneo tofauti hapa katika kaunti jirani ya Busia, eneo la Budalangi ziliweza kuathirika mafuriko. Eneo la Kisumu ni jirani hapa. Kama shule ya upili ya wavulana ya Kakamega, kulikuwa pengine na athari za mafuriko, pengine shule kuloa maji ama pengine baadhi ya miundo misingi kuweza kuharibika, madarasa ama miundo misingi kwa jumla? Kwetu hapa Kakamega kama kulikuwa na athari yoyote ilikuwa kwa kiwango kidogo sana. Madarasa yetu yote na bweni na sehemu zingine ambazo tunazitumia hazikuathirika popote vile, lakini ninapata habari kwa majirani wa shule za upili za kule Busia na kutoka Kisumu ya kwamba madarasa iliathirika pakubwa, na wengine wao labda watatafuta mbinu ya mbadala ili wapate kujua jinsi ya kuwezesha wanafunzi kuendelea na masomo. Na pengine mmeweza kupata ombi la kuwa pengine kuna shule jirani ziliweza kuathirika, na hivyo baadhi ya wanafunzi wao waweze kuwa kifika hapa kuwasetiri wakati pengine hali katika shule zao zinaweza kuimarika ama la? Kwa sasa hatujapata ombi, lakini likiwa litakuwepo tunawakaribisha wenzetu
kwa sababu tuna nafasi ambayo tunaweza kuwasaidia ili watoto wapate kuendelea na masomo. Kwa sasa bado. Na pengine nyinyi kama shule ama kama chini ya Wizara ya Elimu, pengine wameweza kutoa mwelekeo jinsi vipi ambavyo mnaweza kuweza kulipia ule muda ambao uliweza kupotezwa majuma mawili? Mtakuwa pengine mkiweza kuingia katika ule muda wa likizo ya mwezi wa 8 majuma mawili ndani, ama mtakuwa mnaweza kujaza namna gani? Kwa sababu unajua muda wa majuma mawili ni muda mwingi sana, hasa kwa wale watahiniwa kidato cha 4. Kwa sasa maagizo ambayo tumeyapata ni kwamba tujaribu sana kuhakikisha kwamba tutafute muda wa ziada ili majuma mawili ambayo tulikuwa tumeyapoteza yapate kutimilika wakati tunaendelea na muhula huu. Kwa hivyo kama shule ya upili ya Kakamega tumepanga mikakati ya kutuwezesha kufanya kazi ya ziada, kuamka mapema asubuhi saa 12 na hata kuenda jioni, ili tupate kuhakikisha kwamba hayo majuma mawili kufikia mwezi wa 8 tutakuwa tumetumia kwa njia ambayo itakuwa ya msaada kwa wanafunzi wetu. Kwa hivyo nataka kuhakikishia umma kwa jumla na wazazi kwa jumla ya kwamba ndio tumepoteza, lakini tutatafuta jinsi ya kuwezesha wanafunzi wetu wapate kukamilisha masomo kwa kiwango ambacho kinahitajika kwa muda ambao tuko nao wa muhula wa pili. Naam. Asante sana. Na Yeri ni mwalimu daktari pia Julius Mambili, mwalimu mkuu shule ya upili ya wavulana ya kitaifa ya Kakamega hapa katika kaunti ya Kakamega. Mwenyewe akiweza kuweka bayana kwamba ndio muda wa majuma mawili aliweza kupotezwa, na si wao peke yake, ila wanafunzi wote kote nchini, ila watakuwa wakiweza kuwa wabunifu na kuweza pengine kupata muda zaidi nje ya ile ratiba ya kila siku. Pengine ifike muda wa kudurusu, iwe jioni ama kuamka mapema, ili waweze kuweza pengine kulipia walichopoteza katika muda wa majuma mawili. Na pia anaweza kusema kwamba wao kama shule miundo msingi ipo imara, shule haikuweza kuathirika kwa vyovyote vile, na pengine wako tayari kuweza kuanza rasmi mhula huu wa pili wa katika ile kalenda ya masomo. Kumbuka mara ya mwisho kalenda ya masomo kuweza kuathirika hapa nchini ilikuwa wakati wa janga la corona. Hivi sasa wenyewe wakisema kwamba pengine Afrika imeweza kuathiri, ila si kwa pakubwa, kwa sababu najua ni kote nchini, na hivyo shule zote zinaporejelea pengine katika eneo la Malava tu hapa katika kaunti ya Kakamega ndipo ambapo shule mbili zilikuwa zikiweza kutumika kuwasetiri wale ambao walikuwa wakihofia kwamba maji kutoka mto jirani ilikuwa pengine angeweza kuwaathiri. Ila pengine kufikia sasa tutakuwa tukizungumza na asasi za usalama waweze kutueleza ni iwapo waliweza kurejea makwao na kuweza pengine kutoa nafasi kwa wanafunzi kuweza kutumia shule zile au la. Ila Yeri, tutakuwa bado tukiweza kuzuru shule nyingi hapa katika eneo hili la magharibi na kuweza pengine kuwapatia